Karibishe Ali Bakari wakati huu anakuja na taarifa zilizobamba huko mitandaoni. Zinazozungumzwa zaidi kwenye upande wa michezo ni kitu gani? Bila shaka lazima kuna taarifa kutoka Afrika Kusini, lakini kuna taarifa nyingine itakuwa inatoka wapi? Sijajua. Wakati Ali unaingia, naam. Bila shaka uko shwari. Alhamdulillah. Umependeza. Nashukuru sana. Ndio matunda ya muungano sasa. Yaani wakati ando matunda ya muungano. Ni kweli. Unajua ukitaka kutoka wewe unaandaliwa au unachukua wewe mwenyewe? Unashauriana? Unashauriana wakati mwingine. Sawa. Mmeshauriana vizuri. Nashukuru. Mmeshauriana vizuri. Kuna sisi tumezoea tukiamka, sisi wewe mwenyewe ndio unajipanga, unaji vipi. Kwa hiyo kila mtu na utaratibu wake. Ni kweli. Sawa. Wakati unaingia kuna taarifa hii ambayo inahusu watu wenye ulemavu wa macho. Yes. Kidogo tu nizungumzie hiki kitu. Ujue unapata kuna watu wana ulemavu lakini hawakubali ndoto yao kuweza kufa kwa sababu siwezi kucheza mpira, labda amekatwa mguu, lakini kuna watu tunaona wanacheza kwenye timu yetu ya taifa ya Tembo Warriors, tunaona wanashiriki na maeneo mengine. Hivi karibuni imepita kama wiki 2 nikiwa kwenye mizunguko maeneo ya jirani na nyumbani kwangu, nilienda sokoni kununua kitu fulani. Sasa wakati napita nikakutana na mshikaji mmoja ana fimbo hizo ambazo anatumia kutembelea. Yes. Walemavu wa macho. Lakini pia ana mzigo wa viberiti ameshikilia. Ni usiku kama majira ya saa 2. Yupo katikati ya watu anauza. Mara kwanza nikampita. Baadaye nikasema hebu ngoja kwanza nirudi nizungumze na mshikaji wangu huyu kwanza. Kurudi nikamuuliza mambo vipi fresh. Nahitaji viberiti. Nikatoa noti nikamwambia sasa hii noti nikikupa utaitambua kwamba ni noti ya shilingi ngapi? Akaniambia ni kweli, ukinipatia naitambua. Kweli baadaye akanipatia, akanihudumia, alivyoshika kweli, hii noti ni ya shilingi fulani. Kaambia ni kweli. Uko sawa. Akachukua ile noti, kaambia basi kazi njema na mambo yakaendelea. Kwa hiyo jamii yetu ambayo tunaishi tuna aina hii ya watu ambapo pia tunahitaji tuonge mkono katika kila ambacho wanakifanya. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye ana watu ambao ni walemavu lakini wanashiriki katika michezo, basi tuonge mkono kama ambavyo pia Azam TV imekuwa ikiunga mkono watu wenye hali tofauti tofauti, na tumekuwa tukipata pia taarifa zinazotoka kwenye maeneo yao hayo. Ali, karibu. Uchaguzi mzuri. Asante. Kwanza na mimi nimefurahi kutia neno katika hiyo story ambayo imemalizika imefanywa na Baba Kudo, Hassan Hemedi Mvula. Lakini pia nilifurahi kuna sosi mmoja hapo alikuwa anasema ya kwamba michezo ni afya. Na wao pia wanahitaji kuwa sehemu ya wenye kuimarisha afya kwa kupitia hiyo michezo. Kwa hivyo na wenyewe wapewe nafasi, na wameainisha vitu ambavyo wanavihitaji ili kuwasaidia katika kushiriki katika hiyo michezo, ikiwemo miwani, ikiwemo gloves na vitu vingine. Kwa hivyo ni sehemu pia ya watu kutoa msaada katika watu hawa. Na nimejuzwa pia huo mchezo unaweza kucheza hata wewe lakini tunakufunga macho. Okay. Sasa imagine unapozimaga taa chumbani kwako, unarudi kitandani kama Spider-Man unapapasa hivi, tukikufunga macho utakuwaje? Wanasema una kengele mpira wao na una kengele. Kwa hiyo unaanza kusikia hisia. Yaani ni mchezo ambao unachezwa kwa hisia zaidi. Karibu Ali. Asante sana Mangasole Edward, nami niungane nanyi wenzangu Lilian Mukulu na Deo katika kipindi hichi cha Viwanjani. Bila shaka timu yake imepoteza. Ushamjua tayari? Labda Hussein Masanza. Labda kwa picha jinsi. Wakati ule upo na Rashidi hapa alidokeza ya kwamba Hussein amepostiwa sana na mtu anaitwa Zaka Zakazi, afisa habari, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC. Na ni kweli ukipita katika ukurasa wake Zaka Zakazi utakuta taarifa nyingi zinazohusiana na Hussein Masanza. Na kwa nini Hussein Masanza? Kwa sababu jana walikutana na surprise hawa Singida Black Stars. Waliondoka, kuna watu wanasema waliondoka kwa mbwembwe kutoka Tanzania bara kwenda visiwani Zanzibar, walipitia pale Unguja kisha wakaanza safari ya kwenda Pemba. Na mambo mengine hata kabla hawajatoka kwa Dar es Salaam kwa maana ya Tanzania bara huku tunaweza kusema hivyo. Kuna mambo kadhaa waliyafanya ya maandalizi kuelekea michuano ikiwemo kumpata mdhamini mpya. Lakini sasa jana wakakutana na surprise. Unajua kitu cha kufurahisha ni kwamba Singida wakati wanarudi Yanga itakuwa sijui haijafika hata Pemba. Inaweza Yanga lakini wataenda kwa Mwewe. Sasa wenyewe wanaingia leo jioni. Leo jioni ndo anaingia. Kwa hiyo Singida anaweza akarudi bara. Yaani Yanga iko Dar.
Singida imeenda imeshiriki mashindano mpaka imerudi iko da. Yanga ndo anaondoka kwenda mashindanoni. Yes, sasa hii ilikuwa ni wakati ambao tayari mchezaji wa Singida Black Stars Elvis Rupia amekukosa penalti. Sasa hapa inaenda kupigwa penalti ya mwisho. Hii ndio ilikuwa hali ya Hussein Masanza. Kutwa Masanza huku mechi huko hazipandiwi hivi, huko inachezwa goli. Yes. Haya ndio mambo ambayo yalimkuta afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza katika uwanja ule wa Gombani Pemba kule visiwani Zanzibar, wakati ambao timu yake ikatupa. Wakati wote kwa tukimsikia under 17 Ashimuibu afisa habari wa Azam FC mwambia kwamba na kesho boti hamna. Kwamba leo boti za kurudi Unguja Dar es Salaam hamna. Na nikwambie tu ukifuatilia hizo video kuna mmoja alikuwa anamuuliza bwana mlifikia hoteli gani, maana mimi sijapata hoteli nikalale ambako mmefikia. Yes, hayo ni mambo ya kombe la Muungano ama unaweza kaita Muungano Cup ambayo tayari imeanza kurindima kule katika visiwa vya Pemba. Yes, Azam FC leo hii watakuwa uwanjani na hayo. Hii hapa ilikuwa ni posti yao ya mwisho wakisema ya kwamba last touches, tuko tayari kuivaa KMKM kwenye mechi ya robo finali ya kombe la Muungano itakayofanyika uwanja wa Gombani Pemba kesho. Hiyo iliweka usiku kwa maana ya leo Ijumaa tarehe 25, na hii hapa ni ratiba ya Muungano Cup. Leo hii Zimamoto saa 10 wataikaribisha Coastal Union, afu baadaye KMKM majira ya saa 1:15 usiku watacheza dhidi ya Azam FC. Alafu kesho itakuwa KSVZ ikikaribisha Young Africans ambayo bado ipo hapa bara. Sasa, lakini cha kufurahisha pia hapo chini, yes, kuna Azam TV Max. Ni kweli, ambapo mtu yoyote pia akiwa eneo lolote popote pale anaweza akafuatilia mashindano hayo kupitia simu yake ya kiganjani. Hata mimi binafsi ni balozi wa kujitolea Azam Max. Au si unatumia vizuri sana? Nikiwa nje eti nje. Nje sasa mara ngapi? Kiwa nje. Kwa hivyo kama una Azam Max maana yake ni kwamba huna sababu ya kutoka usiku kwenda kuangalia ile nini la kutoka nitatoka tu. Basi sawa. Yes, hiyo ni ratiba. Sasa bwana, Young Africans na wenyewe wameanza mbwembwe, tunaweza tukasema hivyo, za kuelekea huko visiwani Pemba, na wanasema baada ya kuwashuhudia wenzao Singida Black Stars kutolewa jana, wao wameweka hii posti ya katika ukurasa wao wa Instagram. Hebu tuisikilize kidogo, kuna vionjo vya hapa na pale. Alifunga penalty kwenye mchezo dhidi ya Singida United. Zanzibar imemwania kijani. Ni mabingwa kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa mara 3 mfululizo. Wanayanga mwamba Lusaka anamwekea katika nafasi.
ile ya kwanza unamwona Saido akifunga. Lakini pia kulikuwa kuna mchezo hatua za awali ya ligi ya mabingwa Afrika, unamwona Chama pale alikuwa anafunga. Lakini pia kulikuwa kuna mechi ya walienda kucheza pia na Singida Black Stars kwenye NBC Premier League. Lakini hii picha ya mwisho kabisa ni Gombani visiwani Pemba. Lakini sasa hivi Gombani sio hiyo. Gombani imebadilika sana. Imebadilika sana. Mimi katika vitu ambavyo napongeza idara ya habari ya Young Africans. Ikija kwenye masuala hayo ya hivyo vibwagizo, promo zao ambazo wanakuwa wanaziandaa. Mimi sio Yanga. Ila wanafanya vizuri sana. Sasa mtu anasema, mbona kama hapana. Wanafanya vizuri sana. Basi hayo ni mambo ambayo Young Africans wanatoa ujumbe ya kwamba sasa wenye shughuli na mwisho kwa aliandika wenye nini? Wenye Zanzibar yetu. Na hako Katarabu wamechambwa watu humo. Sawa, yes, hayo ni Young Africans wasije wakakutana na surprise. Na nikwambie tu ya kwamba kabla sijagusa hii, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans jana alisema ya kwamba wanakwenda na watu takriban 50 huko. Aziz Ki yupo, Jigi Diarra yupo, lakini Pacome pia yupo. Haya. Hawa hapa ni Simba Sports kutoka sasa hivi wapo Durban kule Afrika ya Kusini, na hizi ni baadhi tu ya picha ambazo zilipatikana kule visiwani Zanzibar katika mechi ya mkondo wa kwanza kombe wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na wenyewe anasema mkandaji, na unaweza ukatazama kweli hapa Kibu Dennis hiyo picha inajieleza yenyewe. Hizo ni miongoni mwa zile picha unapigwa na mshikaji wako unasema ifute haraka kabisa ifute. Sasa hii ndo aina hizi za picha. Sasa hii haifutwi. Hii haifutwi baba. Yes, haya mambo yataweza kujirudia Jumapili tarehe 27 kwenye mchezo wa mkondo wa pili. Inawezekana tukapata picha kama hizi wakati ambao Simba Sports huenda ikawa imelinda kile ambacho wanacho ama wakaongeza magoli. Sawa. Tutoke hapo twende. Sasa Mangasole, wewe unachezaga mpira, tunamalizia na hii. Mangasole unachezaga mpira, wakati unacheza mpira uwe makini, usije ukajifanya unapoteza muda na wakati kuna watu wanataka matokeo uwanjani. Hichi ndio kilimkuta ndugu yetu hapa, tutazama kidogo. Jeraha hapa bila shaka unaweza kupona kwa inaonekana timu ya ugenini ilikuwa inaonekana hiyo timu pinzani ilikuwa inahitaji matokeo. Kwa hiyo jamaa anapoteza muda. Kwa hiyo inabidi watu wachangamke kidogo kutoa. Yes. Na tunamaliza hivyo zilizobamba mitandaoni. Umepata taarifa kadhaa, lakini tunaendelea kukumbusha ya kwamba lipia kisimbuzi chako cha Azam TV, kwa sababu leo bila shaka Mangasole uliwakumbusha watu ya kwamba kuna mechi mbili za nusu finali ya mkondo wa pili ya ligi ya mabingwa. Amasio. Na nilifurahi mwanzo mlikubaliana kutokukubaliana na Rashid Hamisi pale kwamba kwa nini Simba haijashiriki katika michuano hii ya muungano, kombe la muungano. Kiukweli sababu zilikuwa ni nafasi. Hakuna namna ambayo Simba ingeweza kushiriki katika michuano. Mimi naungana na wewe. Mimi pia naungana na wewe. Nashukuru sana. Nashukuru sana Ali. Unaniruhusu niondoke sasa? Nakuruhusu, baadaye nitakuja kwenye dawati lako la online pale. La online. Nitakuja kutuzungumzie baadhi ya vitu. Karibu sana basi, hamna shida. Lilian Mukulu pia namkaribisha, Deo na kukaribisha pia. Asante bwana. Huyo ni Ali Mufti ama Ali Bakari. Mtani kwao wanamtambua kwa jina hilo kwa sababu ni mmoja kati ya vijana wastaarabu sana akiwa mtaani, lakini akiwa kazini sijui ustaarabu unafuatia wapi.